kuchangia sisi. Deputy President ambaye ana utulivu sana, ambaye anaelewa maana ya kuunganisha Wakenya na sio kugawanyisha Wakenya, ambaye anajua sehemu zote za Kenya zinafaa. Wapi DJ? DJ. Haya. Kuna comedians wetu hapa kidogo, kuja hapa tusalimie kidogo jamani. Haya. Sambamba. Tumerudi na Otos. Akwateka waya. Are you ready? Mko tayari? Wazee, wapi bezi? Kina mama wapi duru wewe? All right. Si ndio hiyo ndege ya Deputy President imeland? Sasa tuingie ile moto tulisema pale mbeleni. All right? Were 10 bila break. Come on stage. Kasolo! Haya, kuja. Were ingia stage. Tufanye hii mambo sasa. Shika. Kasolo ndio ataleta mdosi. Sawa? Yeah. Mumechangamka? Yeah. Sasa mkiwa mmesimama hivyo, kuna jamaa ameimba hit song ya Ukambani inaitwa 10. Kuendelea kabisa. 10 bila break. Serikalini ndani. Bas. Haya. Matongolo twende. DJ, twende na yeye. Twende. Enende mwakamba tuina tukabe musumbe pawe aula utethete ni mwingi muno wa Kenya. Enende mwakamba tuina tukabe. Hebu nione watu wanatingiza kidogo. Weka mikono juu ya Deputy President. Weka mikono. Kila mtu weka mikono juu. Wapi mikono juu? Kwanza kamo za Kindiki magogo mete kuminivyo. We Professor Kindiki kwate ya musumbevyo. Kwanza kamo za Kindiki magogo mete kuminivyo. We Professor Kindiki kwate ya musumbevyo. Simoni Gadumo ukideneza mwanake Masanga kwa Naruto kwa wea waku museo na yela wesi Ukambani tukwete kuminivyo. Masanga kwa Naruto kwa wea waku museo na yela wesi Ukambani tukwete kuminivyo. Twende weka mikono kila mtu. Mikono ya DP juu. Egea. Nituweke utinda kuitanga Ngewa minge itemeko Ngeola Ruto ukunite Tuwene nesaru na medho. Nituweke utinda kuitanga Ngewa minge itemeko Ngeola Ruto ukunite Tuwene nesaru na medho. Hey! Na yuna wea siata Nikalete upinzani miaka 15 Mali mingi katubita Baito tuikale tuchene. Wapi nduru ya Matungolo? Nikalete upinzani miaka 15 Mali mingi katubita Baito tuikale tuchene. Wapi makofi ya Kawaya tingisa kidogo. Wapi makofi ya Mwengi Mutuse? Kimani Ichung'wah. Mwengi Mutuse. Wanangada hii. Wapi Caleb kutoka Machakos? Waheshimiwa mwali pia kuja ya Matungolo. Caleb twende. Akamba maitoni ngumia Twebetange upinzani na tuilika silikale Nini bobe ukiwanzoki Badina kwako. Angalia pia. Akamba maitoni ngumia Twebetange upinzani na tuilika silikale Nini bobe utawa mauta. Serikali ni mambo ya mauta. Patia waheshimiwa tuta. Nomba nasioni wakiti Patia waheshimiwa tuta. Alimo eki obunze rekodi. Patia waheshimiwa tuta.
Aya, 1 2 1 2 1 2. Aya, sorry for that. Tafadhali, ngoja DJ. Tafadhali, hiyo laini ya umeme inatoka kule tafadhali. Wale mnavuruta mkidance tafadhali. Tukae mbali na hiyo laini ya umeme. Hata inaweza ikakuchoma. Twende DJ. Ha, twende. Kelele mogo. Ugelai. Mama tuina tokane musumbeni upawe aula utadhadia ne mwingi mono wa Kenya. Sikiliza message. Wengi sikiliza hiyo message. Tuina tokane musumbeni upawe aula utadhadia ne mwingi mono wa Kenya. Go bros. Kwanza tuamoza kindiki wangu metre kuminivyo we profesa kindiki wate ya musumbevyo acha we ebu nibea tutam ya Caleb tutam ya Mwengi tutam ya Fabian tutam ya Mwalio simamia mbele Asanga kwa Ruto kwa wea waku museo na yedha wisi ukambani tukwete kuminivyo kwa watu ambao Asanga kwa Ruto kwa wea waku museo na yedha wisi ukambani tukwete kuminivyo Osikasuni wawe Sukulia tutam Aya twende Aya, sasa tunachukua tutam ya Were. Yawere. DJ Yawere. Tutam ya Were DJ. Kazi twende. Huyo boss ameingia. Number 2 ameingia. Mzee wa kazi ameingia. Number 2 is here. Twende. Asanteni sana wananchi wa hapa Kaviani. Wapi nduru ya mheshimiwa naibu wa rais? Aya bana, hatujasikizana, hatukuwa tumejipanga hivyo. Wananchi wa hapa Kaviani, wapi nduru ya mheshimiwa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki? Asanteni sana, shukran sana. Your Excellency sir, with your permission, wananchi watukufu, kwa heshima yenu tutulie wananchi watukufu, tafadhalini, kwa heshima yenu tusimame kwa wimbo wa taifa. We will now stand for the national anthem. Your Excellency, the national anthem. Tutulie tafadhali, tutulieni.
hali hiyo hiyo, tukiwa tumesimama tupate maombi kutoka Reverend Daniel Kidhusi of Agape Church. Basi wacha tufunge macho yetu tuombe pamoja. Baba, asante Mungu mwema. Kenya ni yetu, tunakushukuru. Asante kwa rais wetu wa taifa letu la Kenya. Asante kwa makamu wa rais ambaye ni Kithure Kindiki. Umesema tuombe serikali tuweze kuishi maisha ya amani. Tunanena wema wako na saba za taifa letu. Kwa pamoja nasi tunahitaji neema katika taifa letu, naomba amani. Na tukawe na ule undugu na tukapende neno lako na kufanya kazi yako ya huduma. Asante kwa sababu wote ambao wamesafiri kupitia ndege, kutumia motorbike na magari wamefika salama. Na hakutakuwa na manjanga yote. Kwa jina la siku hizo tunaomba na kusema imefanyika. Amen. Your Excellency, wananchi watukufu, tunaweza tukaketi wale ambao wako na viti. Your Excellency sir, wananchi watukufu, shukran sana kwa kufika hapa. At this juncture, Your Excellency, katika watamu huu itifaki zote zikiwa zimeangaziwa, ningependa kumuita yule ambaye ni organizing secretary, the organizing secretary of the ruling party, as well as mbunge wa Mwala. Na tulikuwa tumejipanga. Wacha nimkaribishe sasa Mheshimiwa Vincent Kawaya. Asante sana. Wow, wow, wow. God is good. And all the time. Nimeona Maundo. Nimeona Deputy President. Nimeona Mheshimiwa Kindiki. Nimeona Mutambua. Molongalu. Na muineza uzeli la nezanike. Mwanake musio. Smart. Tamusuma walo ilo. Utezi kuwani ando wisi kuwete ando pamwe. Tiwo. Mwanake witu. Unena eki kamba. Kana inyo mwesi. Amujajua. Amujapata habari. Amujafanya research. Basi nyinyi nataka jioni mfanya research mjue. Kumbe huyu Deputy President, the second powerful man katika nchi yetu. Kumbe ni kijana yetu. Mtajua tu. Naona wengine wanauliza aje, lakini mtajua. Mfanye hiyo research jioni. Basi Your Excellency, I want to welcome you. Niseme sisi tumezungumza kutoka asubuhi. Hawa viongozi wote wamepata nafasi wakasalimia wananchi, MPs, elected MPs ambao tuko nao hapa, pia MCS wetu, pia speaker wetu. Na ni wewe tu tulikuwa tunangojea ndio uweze kutusalimia. Lakini kabla uweze kuhutubia wananchi, nikaulizwa machache niyataje kwako, ndio wakati utakuwa unazungumza ndio uweze kuweka hayo mambo maanani. Your Excellency, jambo la kwanza ambaye inaguza kabisa the hearts of these people ni barabara ambayo ilikwama, ambayo inaanzia hapa Keno, inapita hapa mpaka Kadhiani, all the way mpaka Kaani. Hiyo barabara ilianzishwa wakati wa muhula uliopita na ikakwama. Wananchi wa Kadhiani wanatamani sana hiyo barabara iweze kumalizika ndio waweze kupata kuitumia hiyo barabara. Jambo la pili, Your Excellency, ni kwamba hapa ambapo tupo saa hizi kwa hii kiwanja, hata wakati mwingine nilikuja hapa kuangalia mchezo na nikaulizwa na wakaaji wa hapa hii kiwanja itengenezwe vizuri. Nilituma tingatinga, lakini unaona kazi ile imefanyika sio ile standard tunataka. Wananchi wa hapa wanaomba, kwa sababu umetusaidia kuanzisha Talent Academy pale Mwala kule Yata ambao ndio Mheshimiwa Kimani Ichung'wah anaelekea, na sehemu nyingine ya kule Matungulu.
hawa wananchi wanaomba uwasaidie kupata talent academy hapa, youth sports academy, na pia hii uwanja iweze kutengenezwa vizuri. Jambo lingine Your Excellency wameomba ni kwamba kuna units ambazo ziligazetiwa. There are administrative units that were gazetted and they are yet to be operationalized. Na najua hiyo unaweza tena kwa umaarufu wako kama ndio former CS wa mambo ya interior. Tunakuomba utusaidie hapa Kadhiani ndio hizi locations zianze kuwa operational. Ya kwanza ni Thinu location, Miumbuni location, Mbeere location, Idhaini location na Kaani location. Your Excellency, kuna chief wa Mitaboni ambaye amekuwa na act for a very long time, anaitwa Francis Muindi Kimondio. Tungeomba mikakati ile inafanyikanga ndio tukue na substantive chief ifanyike kwa haraka, ndio chief aweze kutumia kalamu yake vile inavyofaa. Hao wananchi wanasema hawana stima, usaidie juhudi juu chini ndio watu waweze kupata miradi zaidi ya ile last mile, stima iweze kukaribia kwa maboma yao. Your Excellency, through your office, when I was a chairman wa Energy Committee, nilisaidiana na hawa wananchi wa hapa kupitia MCA wa hapa ambaye anaitwa Kito, na tukafanya street lighting kwa hii market kwa hapa inaitwa Mitaboni, na pia tumefanya street lighting kwa market nyingine inaitwa Kadhiani, na pia tukaweka high mast kule Kaani. Lakini kuna soko mingi sana ambazo pia tunataka tusaidiane. Hata hizo zenye tumeweka bado hazija cover the entire coverage ya soko zetu. Kwa hivyo pia katika hiyo area utukumbuke sana. Nikikimalizia pia hii area wanaomba usaidizi wa kuanzisha KMTC huku Kadhiani, na nimesikia ni kama wanajaribu kupendekeza sana hii area ya Mitaboni. Basi kwa hayo mengi, najua kuna mengi ambayo mmesema, lakini tutaendelea kufanya kazi pamoja, kwa sababu tumesema lazima tutembee safari pamoja. Ama mmesema namna gani? Na mkasema nyinyi mnataka milango yote ifunguliwe na mkakaribisha rais hapa. Na wangapi nataka kuona kwa mikono mnasema rais akaribishwa hapa na deputy wakaribishwa hapa, ndio tuweze kufungua milango hii kazi iweze kufanyika, kwa sababu tunasema kama si sasa ni sasa hivi. Hatuwezi ngojea miaka 10, miaka 20 ndio tuweze kupata maendeleo. Lazima hiyo maendeleo ipatikane sasa na sasa hivi, na njia ya kufanya hivyo ni tushirikiane na nyinyi, tukule hii serikali ambayo iko hapa. Msidanganywe, kuna ingine serikali ni hii na ni mzuri. Yule ambaye anakudanganya ni serikali mbaya. Ndio mmoja alikuwa anang'ang'ana huko arudi, wakati tulikuwa tuna impeach alikuwa anataka kurudi kwa kazi gani kama serikali ni mbaya? Ni mzuri, kwa sababu hata hao wenye wanalia huko nje wakati walikuwa na nafasi hawakusema ni mbaya. Wakati walikuwa nafukuzwa walikuwa nakatalia ndani, which means kuna mambo mzuri. Tukule pamoja hii asali na tukaribisha rais hapa na William Ruto na deputy wake, ndio tuweze kusonga pamoja, kwa sababu rais wa Kenya amesema hatuwezi kuacha constituency yote nyuma. Whether ilipigia yeye kura ama kupiga, tutasonga sisi sote pamoja. Basi kwa hao mengi nataka nimkaribishe His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Kindiki. Karibu sana. Kwanza Moza Kindiki magogo metre kuminivyo Professor Kindiki kwate ya musumbevyo. Kwanza Moza Kindiki magogo metre kuminivyo Professor Kindiki kwate ya musumbevyo. Asante mbaito mwaseo ingi kalainde mwaya yataiwe mwaya ine museo na mavinda othe ala ne musie kana de musie de ine kana ndenza Bondi aina moko mama kuwa ndezi. Thank you.
Thank you. Kabla sijanena machache, kwa sababu najua wananchi walikuja mapema na sitaki tuchelewe zaidi, wale viongozi ambao walikuwa wameongea na ambao tutawaruhusu waende katika shughuli zingine kule Mwingi, si waliwasalamia, lakini hawakutoa pesa. Walitoa wote. Ule hakutoa kuja hapa atoe. Ule Kimani Ichung'wah ameenda, alitoa? Huyo alichanga ama amehepa? Kama huyo hako sawa, wao wengine wakuje, kwa sababu hapa hakuna shortcut. Ukisalamiana unalipa airtime. Ama namna gani jameni? Wangapi wanasema waheshimiwa walipe airtime, walipe airtime, walipe airtime? Basi, ni nani hajatoa pesa yake? Mheshimiwa, wote wakuje basi watoe pesa. Alafu tuwapatie ruhusa wakuje. Haya. Basi, tuanze na Mheshimiwa Kawaya. Ni Mweze Kawaya. Ni Mutongoi. Ni Ngumbao. Kawaya anatosha atoshi? Ni noma si noma? Kawaya ni fire si fire? Wacha nione makofi ya salamu ya Kawaya. Kawaya iko ngapi? Ngi imwe maana ile 200,000. Asante sana Mheshimiwa Kawaya. Next. Unajua Mwenge Mutuse? Si Mutongoi? Ngumbao? Fire si fire? $100,000. Thank you very much. Nemwize Recho Nyamai. Recho Kaki Nyamai. Anatosha atoshi? Mama ni fire si fire? Mama ni noma si noma? Wacha nione salamu ya Recho Nyamai jameni. Siana. Nesiana. Ngliana. Wapi nduru ya huyo mama Recho? Asante sana. Mnajua Caleb? Anatosha atoshi? Fire si fire? Noma si noma? Niende niwatafutie pesa zaidi ya stima, ndio tuweke stima kila mahali? Niungane nao viongozi wenu, tuende kwa rais, stima iongezwe? Wangapi wananituma niongeze stima ya hapa jameni? Ya pili, mumesema vijana. Vijana hoye! Vijana hoye! Mimi nawapongeza sana kwa sababu siku ile kumekuwa na mambo ya machafuko na kuharibu mali. Nyinyi mlikataa hiyo maneno, mukasema mungetaka muambie serikali masuala yenu ile mnataka itekelezwe, na kwa kufanya hivyo mlifanya heshima sana, kwa sababu shida za Kenya haziwezi kumalizwa na fujo na vita na kuharibu mali. Wa vijana walifanya vizuri, akina mama. Kwa hivyo kwa heshima yenu
kwa heshima ya vijana, ile mambo mmesema mjengewe hii stadium na mletewe talent academy, mimi naenda kutafuta hii kiwanja itengenezwe, pesa ya serikali ya kutosha ya kutengeneza hii kiwanda na kuweka shule maalum ya talanta ambayo tutaanzisha hapa Mitaboni. Niende nikatafute pesa ya kujengea vijana kiwanja mzuri ya kuendeleza talanta zao, na pia tujenge shule ya kukuza talanta hapa Mitaboni. Wacha nione wale wananituma niende nikatafuta hiyo. Mimi naenda kukazana na hiyo kitu, ndio nikirudi hapa sitaki kuulizwa maswali na vijana. Ama namna gani jameni? Jambo la lile lingine la maendeleo ambao mmeuliza ni barabara yetu ambayo imekwama kwa muda mrefu zaidi ya miaka 7. Hiyo barabara imeenda polepole sana. Barabara ya kutoka Keno kwenda Ngoleni kupitia pale Kaani kupitia paka Kadhiani. Ni kweli si kweli? Iko Keno, Mitaboni, Ngoleni, Kadhiani paka huko Kaani. Hiyo barabara ni barabara ya ambayo itagharimu serikali ya Kenya kama bilioni 1.5, lakini contractor alisimamisha sehemu zingine kwa sababu kuna pesa hakulipwa miaka mingi sasa imepita, shilingi milioni 209, 209 million. Nikitoka hapa wiki ijayo naenda kukuamua kwanza kabisa huyo contractor ile pesa ambayo haijalipwa alipwe, alafu tumwagize arudi site. Na mimi nataka nikuhakikishie wakaazi wa hapa Kadhiani, safari hii tukirudisha contractor hii mwezi ambayo tunaanza, hataweza kusimama mpaka ile barabara ifike mwisho yake. Jambo la pili, kwa sababu mambo ya maendeleo ni mengi, mmesema talent academy, stadium, barabara, stima na masuala kama hayo. Najua sio hiyo peke yake. Mnajua ya kwamba tuko na program ya kujenga masoko ya kisasa. Mnajua kuna hiyo program kujengea akina mama mboga na wachuuzi soko ya kisasa. Na mimi nimeangalia, nimeona bado hatujapata soko hapa Mitaboni. Ama iko? Imeanza? Imeanza? Mimi nataka niwahakikishie in the next few weeks mimi naenda kuagiza wizara ambayo inahusika, tukishirikiana na MCA wenu na viongozi wale wengine wote, tuhakikishe ya kwamba tumeanza kujenga soko ya kisasa, sio tu katika sehemu zingine za Kadhiani na Machakos. Hapa Mitaboni mtapata soko yenu. Unajua katika hii program ya masoko ya kisasa tunajenga masoko zaidi ya 400 katika taifa la Kenya, katika kaunti zote. Hapa Machakos tunajenga zaidi ya masoko 15. Soko kuu ikiwa kule Machakos Town ambayo itakuwa soko ya kipekee, soko kubwa zaidi ambayo itagharimu serikali ya Kenya shilingi milioni 450. Lakini tukitoka hapo tuko na masoko mingi kila sehemu. Iko soko kule Kadhiani, iko soko kule Syokimau, iko soko kule Sabuk, iko soko kila mahali. Na hapa Mitaboni, hiyo ni ahadi mimi nimetoa kwa niaba ya hii serikali. Katika majuma machache yajayo tutakuwa tumeadvertise na contractor ataanza kazi ya kuwajengea soko ya kisasa. Hiyo masoko ambayo tunajenga ni ya kuinua wanabiashara wadogo wadogo, mama mboga, watu ambao ni wachuuzi, wasiuzie mali yao wakipigwa na jua na mvua na baridi na vumbi. Wawe na mahali kuko na heshima. Kila soko iko na mahali pa wanabiashara kuuza bidhaa zao, na ni soko ya gorofa. Huku chini ni mahali pa kuuzia bidhaa. Iko pia na cold room. Kila soko itakuwa na cold room ambaye ile mboga ama nyanya
ama vitu ambavyo vinaweza haribika, ikibaki isiharibike, iwekwe pale kwa cold room, nyumba ya barafu kwa hiyo soko, ndio mama auze leo na kesho kutwa mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Wamama hoye! Wamama hoye! Vile vile hiyo soko pia itakuwa na mahali kwingine dry foods kwa wanaume wale wako na biashara, other forms of merchandise, not just groceries. Kwa hivyo hiyo ni soko ya kila mtu. Vile vile hiyo soko iko na social hall, mahali mtafanya mkutano yenu kama wanabiashara wa ile soko. Muwe na boardroom ama meeting room, muwe na mahali mnaweza fanya mkutano kama vile wanabiashara wakubwa kule town kubwa wanafanyanga mikutano kwa meeting room ama boardroom. Msiende kufanya mkutano wenu chini ya mti. Tuendelee tusiendelee? Vile vile kila soko itakuwa na mother's room. Mother's room ama lactation room, mahali wamama ambao wako na watoto wadogo. Hakuna haja wewe mama ukipata mtoto ati biashara yako isimame. Watoto watapelekwa kwa hiyo room, watunzwe pale, mama aendelee na kuuza, aendelee na kazi. Mtoto akisikia njaa, mama aende aitwe, aingie kwa ile room, anyonyeshe mtoto, alafu aendelee na biashara yake. Wamama hoi! Wamama hoi! Si mtoto ni baraka jameni? Si mtoto ni baraka? Hatutaki mama biashara yako ikwame ama ikome kwa sababu uko na mtoto mdogo. Kwa hizi markets tutaweka maneno ya watoto pale, ambao wamama wanaweza nyonyesha watoto wao pale, wawache kusumbuka. Vile vile katika ghorofa ya juu tutaweka room ya ICT. Room ya ICT ni nyumba ya kompyuta. Serikali iweke kompyuta kwa vijana wetu ambao wangetaka kompyuta na mtandao, ili wafanye biashara ya kisasa ya mtandao na kazi ambazo siku hizi zinapatikana pale mtandaoni. So hii soko sio tu ya akina mama, ni ya akina mama, ni ya wanaume, ni ya vijana. Kila mtu atapata nafasi, kwa sababu vijana wengine hawataki biashara ya kuuza mboga, hiyo ni akina mama, lakini wako na biashara aina nyingine ya wanaume, na iko pia biashara ya kimitandao. Wale vijana ambao wanaelewa mambo ya mitandao wanajua bora upate kompyuta, bora upate mtandao. Iko kazi pale app developer, iko kazi pale website designer, iko kazi pale mtandaoni foreign exchange trading, iko kazi pale kama transcriber na kazi zingine za kisasa. Ndio tunastaka vijana wetu mashinani, badala ya kukaa town mkitumiwa vibaya na sisi wanasiasa. Serikali watafutie njia nyingi za kupata ajira, kupata riziki, ili muendeleze biashara zenu. Vile vile kuanzia mwezi huu tunaanzisha program mpya ya wanabiashara vijana, wanawake na wanaume. Hii program inaitwa Nyota. Kwa kizungu Nyota ni kusema National Youth Opportunities Towards Advancement. Hii program ambaye serikali ya Kenya imeshirikiana na Benki ya Dunia, World Bank and the Government of Kenya, itatumia takriban shilingi bilioni 5 za Kenya. Na hiyo pesa itatumika hivi: kwa kila ward katika jamhuri yetu ya Kenya, ward zote ikiwemo ward ya Mitaboni. Si hapa ni Mitaboni? Si ni ward ya Mitaboni? Si kuna ward zingine hapa Kadhiani? Si kuna ward zingine Masaku? Kenya nzima kila ward tutatafuta biashara ndogo ndogo kama biashara 70. Biashara ndogo ndogo kama ya kinyozi, kama ya saloon, kama ya kahoteli kadogo, kama ya mama mboga, kama ya boda boda, kwa sababu tulisema kazi ni kazi.
bora inakuletea riziki, ama namna gani? Bora inakusaidia kupata chakula kwa meza. Sisi watu ya UDA na Kenya Kwanza tulisema kazi ni kazi. Kwa hivyo ndio tumekuja na hii program ya serikali inaitwa Nyota, ambaye itasaidia biashara ndogo ndogo 70 kwa kila ward, na kila biashara itapata shilingi 50,000 ya serikali ya kupanua biashara yao. Na hii sio biashara kubwa, sio ile biashara ya watu wadosi, biashara tu kidogo ya mtu hapa mashinani. So if you get 50,000 shillings to a mama mboga ambaye stoko yake alikuwa anazungusha hapo stoko ya 5,000 ama 4,000, sasa akipata 50,000, si huyo mama ameomoka jameni? Ataomoka, hataomoka? Kwa hivyo hiyo program from next month we are rolling out in every ward. 70 small and micro businesses will benefit from a grant from the government of Kenya of 50,000 shillings to expand their businesses. Na mnisikize vizuri, hii 50,000 sio pesa ya kununua unga ya chapati, sio pesa ya kununua nguo mpya, ni pesa ya kupanua biashara yako ili ikuletee mapato zaidi. Na kwa wanaume hii 50,000 sio ya kuwezesha uende ukaoe bibi ya pili ama ya tatu, ni ya kupanua biashara yako ili uweze kulea familia yako. Na niseme ya kwamba vile vile hii 50,000 sio loan, sio kama ile loan ya Youth Enterprise Fund, sio kama ile loan ya Women Enterprise Fund, sio ile loan ya Uwezo Fund, ni grant. That money will not be refunded so long as we have to train you. Once you are identified, once you apply and you qualify, we must train you how to use that money for business. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tuendelee na hiyo program ya Nyota ama tuachane nayo? Kwa hivyo jambo la tatu ama la 4 ambalo tunakazana nalo kama serikali ni jambo la kutafutia vijana wetu ajira. We must create enough employment for our young people. Na serikali ambazo zimepita zilikuwa tu zinaongea mambo ya ajira bila program, without a coordinated program on job creation. Hii serikali imekuja na njia 4-5 za kusaidia kutafutia vijana ajira na kuwatafutia riziki. Program ya kwanza ni hiyo nimesema ya Nyota, ambayo itasaidia wale vijana na wanabiashara wadogo wadogo mashinani ambao wako na biashara hii ndogo ndogo, kwa sababu kazi ni kazi. Program ya pili ambayo rais amesema irudi ni ile program ilikuwa imesimamishwa hapo nyuma kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Zamani ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, baadaye ikaitwa kazi mtaani. Rais amesema hiyo kazi mtaani ambao sasa tunaita Climate Works, kutoka mwezi ujao tuanze hiyo program katika kaunti zote 47. Vijana wetu wale wanaweza watusaidie kupanda miti ili tuhifadhi mazingira, kusafisha miji yetu, wapate pesa kila siku na kila Ijumaa wanalipwa badala ya hao kukaa bila chochote cha kufanya. Tuendelee na kazi mtaani ili vijana wetu wapate ajira. Hiyo ndiyo njia ya pili. Njia ya tatu niyo nimesema, wale vijana ambao wangetaka kufanya kazi ya mtandao, tunawawekea ICT hub ama laboratory za kompyuta kwa masoko, kwa Jitume Lab ambazo ziko kwa TVET, ili waende pale mtandaoni wafanye kazi wapate riziki. Njia nyingine ambayo tunatumia ni kupitia ile program inaitwa Kazi Majuu, ambayo inaendeshwa na Waziri Alfred Mutua, waziri wa Labor, ambao vijana ambao wangetaka kwenda kutafuta kazi nje
bado wako na nguvu, waende pale watafute dola, watume pesa nyumbani, wajengee wazazi wao nyumba, wasave ama waweke hiyo pesa wasave kwa benki hapa. Wakiwa huko watume pesa hapa iwekwe kwa account, ndio wakikaa baada ya miaka 5 miaka 6 warudi nyumbani, ile pesa wamesave, waanzishe biashara ama wajisaidie nayo. Hiyo kazi ya majuu already katika miaka miwili ambayo imepita tumepata nafasi 400,000 jobs in the last 2 years for young people to go and work, earn money and invest in our country. Na tunawaambia ya kwamba wale ambao wanapata kazi katika nchi za nje, msipoteze hiyo nafasi. Hiyo nafasi umepata isipotee ati kwa sababu una pesa ya passport, una pesa ya tikiti ya ndege. Rais ameamrisha ile Youth Enterprise Fund ipatie wale vijana wamepata contract ya kuenda kufanya kazi nje, wasaidiwe na pesa kidogo, inaitwa relocation grant. Hiyo relocation loan ni ya kuwasaidia kulipa passport, kulipa air ticket, ndio hiyo nafasi wamepata isipotee. And therefore we want to increase the number of Kenyans working here at home and those who can go and work abroad. Kwa hivyo we are very clear, iko kazi majuu, kazi mtandaoni, kazi kwa ground. Hii affordable housing na masoko tunajenga ni njia ingine ya kuajiri vijana. Ngoja hiyo soko ya Mitaboni ianze, na nimesema inaanza hivi karibuni katika majuma machache, ndio mtaona power ya hiyo affordable housing na market construction. Hawa vijana wote unaona hapa watakuwa wanashinda kazi hapo, na hiyo project ikiisha tutatafuta project ingine, kwa sababu tauni zetu na masoko si mingi sana, na tuko na pesa ya kutosha ya kujenga manyumba, ya kujenga market, kwa sababu we are using the housing fund which is a revolving fund, so we have enough money for that program. Already vijana 250,000 wameajiriwa katika affordable housing na market construction. So ukichanganya wale vijana tumeajiri kwa affordable housing na market construction, wale vijana ambao tunaajiri katika kazi majuu, wale vijana tunaajiri katika kazi mtandaoni, wale vijana tutaajiri hivi karibuni katika hiyo program ya kazi mtaani Climate Works ambayo tumerudisha, utaona ya kwamba vijana wengi zaidi watakuwa na nafasi ya kufanya kazi, kutafuta riziki na kujenga maisha yao. That is how we will transform our country. And we are willing to go out of our way to make sure that we reduce as much as possible the number of unemployed, jobless Kenyans, especially young people who don't have jobs or income opportunities. Kwa hivyo hiyo ndio program tunayo ya mambo ya ajira, na hizo zingine nimeongea mambo yake. Niruhusu nimalizie kwa kusema mambo mawili yetu hapa na Ukambani kwa jumla. Jambo la kwanza ambalo nimegundua wakati nimekuwa hapa, unajua nimekuwa hii Ukambani sasa for almost 1 month. Hakuna constituency zijakanyanga. Ya mwisho ile imebaki ni Mwingi Central, na nikitoka hapo naenda hapo. Ama namna gani? Si lazima nitembee kila mahali, ama unataka nikae Nairobi? Nikae Nairobi kwa ofisi? Ama mimi nikae kwa ile county ambayo nilizaliwa? Na mimi ni deputy rais wa Kenya. So mimi hii Ukambani constituency zenu 23 zote mimi nimekanyanga, nimebakisha moja ya Mwingi Central, na nikitoka hapa naenda huko. Ni kwa sababu other than besides hii program tuko nayo ya empowerment, we are using this forum also to listen to what the people are saying, how they want government to, what they want government to do for them.
So we are listening government, and these forums, we are using them also to listen to what the people are saying so that we can change and improve services to the people of Kenya. Mimi nikiwa hapa nimegundua ya kwamba kwa miaka 60 serikali zilizopita sana sana tumekuwa tukiweka pesa ya serikali kusaidia wakulima wa mazao fulani, alafu tunaacha wakulima wa mazao mengine. Mumesikia ya kwamba tumepiga hatua fulani kwa mazao kama kahawa, majani chai na maziwa. Lakini hapa Ukambani kwa mfano, iko mimea ama mazao ambayo yanatoka hapa Ukambani ambao kwa muda mrefu serikali haijaangazia, na serikali haijaweka pesa ya umma kusaidiana na wakulima wa hizo mazao ili waboreshe maisha yao na wapate pesa zaidi mfukoni kutoka kwa hayo mazao. Huku Ukambani iko nzo, najua hapa iko kahawa, lakini tuongea Ukambani kwa ujumla. Hapa Kadhiani najua iko maneno ya kahawa kidogo na avocado, lakini iko nzo, iko ndengo, iko mbemba, iko mboso, iko ndoko, iko mazungwa, iko maembe, iko avocado, iko ama namna gani? Sasa mimi nimesema hivi, tumesikizana na hao wajumbe wenu kina Mutuse Kawaya na hao wengine na kina Caleb na Mwalio na hao wengine, tumezunguka nao na ndio wameniambia hii vyakula ambavyo vinatoka hapa Ukambani lazima tuwe na program ya serikali ya kusaidia wakulima wa hivyo vyakula vile tunasaidia wakulima wa vyakula vingine katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo mimi nataka niitane, Mungu akinijalia, wiki chache hapo mbele, mkutano wa wakulima wa mimea ambazo ni mimea za huku Ukambani. Niitane mkutano pale. Si umeniona nikiwa na wakulima wa majani chai? Nikiita wakulima wa nzuu na mbemba na ndoko na mazungwa, mutakuja? Mutakuja? Ama mtaambiwa msikuje? Niitane nisiitane? Hata kama ni wakulima 20,000 kutoka Ukambani, mutakuja? Wacha nione wale wakisema watakuja. So hiyo ni jambo ambalo ni jambo muhimu kwetu hapa Ukambani. Na niseme pia wiki iliyopita kumekuwa na vurugu kidogo. Kulikuwa na vile vijana walikuwa wamesema mambo ya uongozi, na sisi maneno ambayo vijana wamesema ambayo wangetaka turekebishe, nataka niwahakikishie vijana wetu katika taifa letu la Kenya, tutajitahidi kusikiza maoni yenu na kuyatimiza. Tumesikia mnasema kwamba mungetaka mambo ya ufisadi yapungue na wizi wa mali ya umma. Kweli si kweli? Mumesema mungetaka tuwe na heshima kwa wananchi, na mumesema pia vikosi vyetu vya usalama mungetaka viwe na uhusiano mzuri na wananchi, visidhulumu wananchi. Kweli si kweli jameni? I am here to confirm to you, we are taking that input very seriously. We are listening and we are going to reform as much as we can to make sure we align the governance of this country with the interest of the public, including our young people. Vijana pia wametuambia ya kwamba sisi watu wazima wazee tunaonekana kama hatujali nchi hii itakuwa namna gani kesho, na wangetaka turekebishe mambo mengine na pia tuwatafutie nafasi za kazi na ajira za kutosha, ndio wakati tunatoka katika viti na mamlaka na uongozi wakute nchi ambaye iko na uchumi udhabiti
ndio pia wawe na nafasi ya kuishi katika nchi nzuri na pia kulea watoto wao. Kwa hivyo vile vile tumesikia maoni hayo, na juzi kulikuwa na mambo ya wananchi kuandamana. Nataka niseme ya kwamba serikali ya Kenya haiwezi hata kamwe kutatiza uhuru wa wananchi kutoa maoni vile wangetaka serikali yao iendeshwe. Serikali ya Kenya vile vile haina shida hata kama maoni ambayo yanatolewa yanatofautiana na serikali, kwa sababu hiyo ni demokrasia. Serikali ya Kenya vile vile haina nia ama uwezo wa kutatiza haki za kibinadamu na uhuru wa wananchi. Lakini ile tunasema hatutakubali ni watu kutumia kisingizio za maandamano, kisingizio za kutafuta haki, kuvunja sheria, kuleta vurugu, kuhatarisha usalama na amani ya nchi. Na sisi kama serikali tumesema yale yalitendeka siku ya Jumatano hatutakubali itendeke tena. Afadhali tutumie njia zote ili tuweze kuhifadhi usalama wa taifa na kulinda mwananchi asiumizwe na mwananchi mwingine ati kwa sababu kuliko na maandamano. Na mimi juzi nimeona viongozi wengine wakisherekea yale yalitendeka Jumatano. Maafa, dhuluma dhidi ya wakina mama na wasichana, uporaji wa mali binafsi na mali ya umma, uchomaji wa vituo vya polisi na mahakama zetu, magari ya county government, magari ya national government ambayo yamenunuliwa na kodi ya wananchi. Hiyo sio demokrasia, hiyo ni fujo. There is a difference between democracy and anarchy. Democracy ni kujieleza. Democracy ni mtu kusema mimi natofautiana na serikali, ama kukosoa serikali useme hii jambo la ufisadi, ili jambo hatutaki, na kuandamana na kujieleza. Lakini wizi, uporaji, mauaji, unajisi, hiyo ni kuhatarisha usalama wa nchi. Na tumesema kama serikali, kama kulinda maisha na mali ya wananchi itatugharimu umaarufu wetu na kura zetu zipungue, tuko tayari huo umaarufu upungue, hiyo kura ipungue, na sisi tulinde Kenya isiwe na fujo, kwa sababu tumeona nchi zingine mahali zimeingia wakati zimeingia kwa fujo. Ama nyinyi wananchi mnasemaje? Ni hivyo si hivyo? Kwa hivyo mimi nataka kusema, nimeona watu wengine wanasherekea na ni kama yale yalitendeka yaliwafurahisha. Na hili jambo sio tu la wanasiasa. Hili jambo kwa wale ambao wanachochea vurugu, hili jambo ni kubwa kuliko hata hawa wanasiasa mnaona hapa wakiongea. Na tungetaka sasa tujue, kwa sababu sasa iko wazi, wale ambao ni viongozi tunasema Kenya iwe thabiti, iwe salama kwa kila mwananchi, kusiwe na vurugu. Na wengine wanasema hii vurugu ni sawasawa, hii uporaji ni sawasawa, bora wananchi wanajieleza. Kuna mtu Jumatano, na sio mmoja, watu wengi waliamuka wakiwa milionea, wakalala wakiwa fukara. Na hii ni mali mtu ametafuta maisha yake yote kutoka akiwa mtoto. Sasa ni mtu mzee, hata hana nguvu. So those who are on the side of anarchy, come out clearly. Some of you expressed yourself before the violent riots of Wednesday. Please express yourself again after what we saw, so that we can know who is on which side. Ambao ungetaka nchi yetu ivurugike, ilivurugika 2007
na vile ilivurugika 1982. The contest now is clear. Some of the politicians have openly owned up to the violence and said they don't mind what happened. But we want everybody else also to declare where they stand. Makanisa yetu, mimi nashukuru makanisa mengi yamekuwa yakiombea amani, mazungumzo, kusikizana na kujaribu kutatua shida za taifa kwa njia ya amani pasipo vita. Na wapongeza makanisa hayo. Lakini kuna viongozi, sitasema ni makanisa, viongozi wachache wa kanisa ambao wanaonekana wanafurahia haya mambo na wanajafanya tu ni mambo ya mzaha ya kawaida, na wanachochea vijana waendelee na hiyo mambo ati mpaka ile. Pia wale ambao wako kanisani wako kwa hiyo mrengo watoke wajitangaze tuwajue. Tuko pia na marafiki zetu kutoka nchi za ng'ambo ambazo zimekuwa na misukosuko kama Kenya. Mwezi uliopita kulikuwa na maandamano kule Marekani. Wale waliona runinga, mulisikia vile governor wa